Basi tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa nafasi hii tena ya kuwa pamoja katika kipindi hiki. Nawashukuru sana kipindi hiki kwa wale wengine wanaosikiliza katika nchi nyingine na hasa katika nchi za Afrika Mashariki. Najua ni kwenye saa 8 sasa katika nchi za Afrika Mashariki. Kipindi hiki kinaratibishwa kutoka Minnesota na ni asubuhi kabisa katika state ya Minnesota, ni saa 12 asubuhi. Najua kuna wengine wanaosikiliza kutoka katika state nyingine kule mashariki kabisa na magharibi. Kama nilivyosema katika vipindi vilivyotangulia, masaa ni tofauti. Kuna wanaoamka saa 9 asubuhi, wanaamka saa 10 asubuhi, saa 12 asubuhi, lakini hawa wote wanaamka ili kutafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kipindi kama hiki. Najua tumekuwa na kipindi mfululizo cha mafundisho mpaka muda unakwisha, mafundisho mpaka muda unakwisha, lakini tutapata muda wa kuomba. Bado tunazo siku nyingine 2 hivi kabla hatujamaliza mfululizo wa masomo haya ninayofundisha. Tutapata nafasi ya kutosha katika kuomba. Katika mfululizo wetu tunajifunza juu ya toba na matengenezo, toba na matengenezo. Na sasa hii ni mfululizo wa siku ya 5 na siwezi kurudia yale mambo ambayo tumejifunza katika siku zilizotangulia. Kwa neema ya Mungu kipindi hiki kinarekodiwa na unaweza kukisikiliza wakati wowote. Kwa hiyo pata nafasi ya kupata vipindi vilivyopita tayari 4 na bado tutakuwa na vingine ili uweze kusikiliza kwa wakati wako. Na yule ambaye umepata tayari unaweza kuwatumia na marafiki na ndugu ili waweze kusikiliza. Kipindi hiki ni kipindi maalum sana. Mimi sijawahi kukisikia kikifundishwa kwenye kanisa kwa miaka yote niliyookoka na kufanya huduma, labda miaka 40, sijawahi kusikia. Kwa hiyo ni kipindi maalum sana cha toba na matengenezo. Sasa jana tuliangalia vizuizi vinavyozuia matengenezo. Ni nini kinachomzuia mtu? Amekwisha tubu dhambi zake, sawa, lakini kuna jambo analotaka kutengeneza kwa sababu alimkosea mtu mwingine au mtu mwingine alimkosea na anataka kutengeneza, na kuna mambo ambayo yanazuia. Jana tuliongea jambo moja tu, kwamba moja ya vizuizi vinavyozuia mtu kwenda kutengeneza ni aibu. Unaona aibu, na jana tulitazama kwa kirefu juu ya aibu na mifano michache ya watu walioona aibu kwenda kutengeneza. Na hii ninakukaribisha ili tuendelee moja kwa moja, tusirudi tena kule ambako tulianza jana. Nilisoma neno hili na ningependa nilirudie tena. Nilisoma siku ya kwanza na nataka nilirudie, kisha tuendelee katika somo la leo. Tulisoma katika Mathayo, Injili ya Mathayo mlango wa 5 mistari miwili tu, wa 23 na wa 24. Mathayo 5:23 na 24. Kama una mahali pa kuandika, nitakupa mistari kadha wa kadha, hatutaisoma na hii itakusaidia unapojifunza mwenyewe. Mathayo 5:23, Yesu Kristo anasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Mambo mawili hapa. Wewe ndio unakumbuka, hujakumbushwa, umekumbuka. Halafu sio wewe una neno na mtu, hapana, ni mtu ana neno na wewe. Yaani wewe ndio ile mkwaza. Kuna kitu ulichofanya au kitu ulichosema, halafu akakwambia umenikwaza, lakini unashangaa kwa nini anasema hivyo, lakini ana neno juu yako. Yesu anaendelea kusema, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako ukapatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Na tuliangalia sio jambo la sadaka tu, lakini hata mambo ya huduma, lile jambo tunalolifanya kwa ajili ya Mungu kwa watu wengine. Jambo lolote inawezekana hata la kidini. Hapa anasema achana kwanza na hicho kitu. Ondoka hapo ulipo, nenda kwanza katengeneze na huyo ndugu yako. Halafu ukimaliza kutengeneza, ndio ibada ziendelee, ndio huduma iendelee, ndio utoaji wa sadaka uendelee. Hiki ni kipimo cha juu sana wapendwa, cha mtu aliyekomaa na anayetaka kukomaa kiroho katika jambo hili la matengenezo. Sasa leo nataka niongee juu ya kizuizi kingine kinachoitwa kiburi. Kizuizi kingine kinachoitwa kiburi. Wapendwa, tunapoongea habari ya kiburi ni kitu ambacho kinakwaza sana na kimesababisha wengi sana kuogopa kwenda kufanya matengenezo, kuogopa kwenda kufanya mapatano,
Kwa wengine kiburi kimewaogopesha hata kwenda kutengeneza maisha na Mungu mwenyewe. Katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 na mstari wa 6, Biblia inasema Mungu wapinga wale wenye kiburi, wajikwezao, wanaojiinua wenyewe, bali huwapa rehema, neema wanyenyekevu. Kwa hiyo Mungu anapingana na hao watu ambao wana kiburi, kwa sababu kiburi ni adui mkubwa wa matengenezo. Kiburi ni kile kitu kinachosema jilinde mwenyewe. Angalia watu wasiingie katika mipaka yako. Weka mipaka, jenga ukuta mkubwa kabisa, weka na magate ili mtu yoyote asiingie. Protect yourself, kwamba watu wasikusumbue. Lakini neema ya Mungu inasema no. Nyenyekea, humble yourself, nyenyekea. Ndivyo neema inavyotuambia. Kiburi kinasema hapana, basi hata kama ni mambo ya matengenezo, waje wao kwanza. Huyu ambaye anasema nimemkosea, nina neno naye, aje kwanza yeye. Yesu anatufundisha katika neno ambalo nimelisoma, anasema sio yeye aje kwanza, ni wewe. Weka sadaka yako chini, nenda tengeneza, ukimaliza uje kutoa sadaka. Wapendwa, tunapoongea habari ya kiburi, ni kile kitu ambacho kinajenga kuta na ngome ili watu wasiingie kwako, ili watu wasikusogelee. Ni kitu kama, mara nyingine nimesema nungunungu, sijui kama unajua nungunungu, porcupine. Nungunungu anakuwa na mishale mingi kwenye mwili wake, lakini akiwa mbali anaishusha yote, anaishusha tu mishale yake yote, anaishusha. Ukikaa kwa mbali unaona black and white, unafurahia sana hicho kitu. Lakini ukisogea karibu na nungunungu, anainua ile mishale yake mara moja, yuko tayari kuvamia. Na kuna watu ambao kwa sababu ya kiburi chao wamejenga ngome, na ukisogea karibu zaidi, niache, sinisogelee, sinijue, na maneno kama hayo. Lakini wapendwa, unyenyekevu ambao Mungu anausema unajenga madaraja. Unakwenda kwa wale watu ambao wametukosea, wale ambao tunataka kupatana nao, unajenga daraja. Na hapa anasema Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema na rehema wale ambao ni wanyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu unajenga daraja, kama tulivyoona tulipoangalia Luka mlango wa 19, habari ya yule Zakayo. Alijenga daraja kwenda kwa maskini, kwenda kwa waliowarusha, waliowaibia mali zao. Unajenga daraja. Sasa Mungu anayependa mapatano, Mungu anayependa watu wapatane, ametuonyesha yeye mwenyewe kwamba yeye ni Mungu wa mapatano. Tunaona jinsi ambavyo alishuka kwenye bustani ya Eden, na sina haja ya kurudia, tumeshajifunza sana hili. Alikuwa anashuka pale kila jioni kuongea na Adamu na Hawa. Anapenda hicho kitu. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya utumwa, Mungu alitembea nao. Anapenda kuwa na watu wake, anapenda ushirika nao, anapenda kuongea nao. Uwepo wake ulikuwa pamoja na wana wa Israeli muda wote. Ile nguzo ya moto na wingu wakati wote ilionyesha upendo wa Mungu uko pamoja nao. Yesu Kristo alipokuja alitaka ushirika na sisi. Hakuja na kiburi cha kujiinua, alikuja kama mnyenyekevu, akaja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Maneno tuliyosoma katika Luka mlango wa 19 na mstari wa 10. Kiburi kila wakati kinataka kujitetea kwamba mimi sijakosa. Kiburi kinajitetea, mimi siwezi kuomba msamaha, nitaonekana mnyonge, nitaonekana dhaifu. Kiburi kinasema mimi sihitaji rehema ya Mungu katika jambo hili. Hapana. Wapendwa, nataka nikwambie, kiburi kimezuia matengenezo mengi ya watu. Kimezuia watu kwenda kufanya matengenezo. Kuna mambo mengi ya ndoa, mambo mengi ya mahusiano katika ukoo, katika familia, katika kanisa, katika jamii, ambayo yangeweza kabisa kuleta uponyaji. Yangeweza kabisa kuleta uponyaji kwa mapatano, kwa mazungumzo, lakini watu wamekataa kwa sababu ya kiburi tu. Kiburi. Na nataka nikuulize, na wewe unajisikiaje moyoni? Unaishi kwa kiburi? Kiburi chako kimekuinua juu kiasi ya kwamba hutaki mapatano na watu wengine, hutaki kutengeneza hata na Mungu kwa sababu ya kiburi? Tunajua mambo kadhaa yanayohusiana na kiburi, kwamba kiburi kilianza kule mbinguni kabla hakijaja duniani. Ndivyo tunavyosoma katika Isaya mlango wa 14 mstari wa 13 na wa 14. Isaya 14
13 na 14, tunaona kiburi kiliinuka kwa Shetani. Shetani akaanza kuinua kiburi, na kiburi chake kilikuwa na mambo matano, na sintayasema yote, lakini akusema nita, I will. Hahitaji nguvu za Mungu tena, hahitaji kumtegemea Mungu, anainua mabega kwa kiburi. I will, nitapanda juu, anasema. Lakini mwishoni anasema nitapanda juu mpaka nifanane na Mungu. Hicho ni kiburi, kwamba pamoja na kwamba alikuwa kerubi mwenye sifa, lakini sasa anataka kupanda juu afanane na Mungu. Wapendwa, kiburi kilianzia mbinguni kikashuka duniani. Tunaona kimeshuka duniani na kikaenda kwenye bustani ya Eden, kinakutana na Adam na Hawa. Wakati ule ambapo mama anapewa majaribu na Shetani, moja ya majaribu, mtafanana na Mungu. Kile kitu ambacho Shetani alifanya kikamwangusha mbinguni akatupwa duniani, ndicho anachokuja kukileta kule kwenye bustani ya Edeni, mtafanana na Mungu. Na tunajua jinsi ambavyo Adamu na Hawa alivyokula lile tunda, na tayari dhambi kaingia ulimwenguni, na matokeo ya dhambi tunayaona, kunyooshiana vidole, wanaanza kumlaumu Mungu. Adamu ndio anamlaumu Mungu kwanza, anasema ni huyu mwanamke uliyenipa, manake kosa ni la Mungu. Nilipokuwa naishi na wanyama na ndege na vitu vingine, hapakuwa na shida, wewe ukaniletea huyu mwanamke. Kwa hiyo tatizo la kwanza ni wewe, na la pili ni huyu mwanamke ambao umenipa. Kunyooshiana vidole kukatokea. Kwa hiyo kiburi kilileta shida. Wapendwa, kiburi sio tu kwamba kilianzia huko mbinguni na kikaja kwa njia ya dhambi, lakini kiburi kinazuia toba ya kweli. Yaani mtu anajiinua, halafu kinazuia ile toba ya kweli, kwamba ninatubu lakini huku ndani nina jambo na mtu. Ninatubu lakini huku ndani nimekwazana na mtu. Ninatubu lakini huyu mtu sitaki kumsamehe. Ninatubu lakini sitaki kuchukuliana na huyu mtu. Biblia inasema katika Mithali 28 mstari wa 13, Mithali 28 mstari wa 13, azifichaye dhambi zake. Yaani unajua kabisa mimi na uovu, sitaki kusamehe, nina uchungu ndani yangu, sitaki kumwona huyu mtu. Anasema ukiendelea kuzificha hizo dhambi zako hutafanikiwa, lakini ukitubu, maana yake ukitengeneza na Mungu, ukatengeneza na watu wengine, utapata rehema. Kiburi. Kwa hiyo ninakusihi katika hii siku ya leo, umwambie Mungu, mimi nataka nivunje hiki kiburi kinachoniinua kiasi ya kwamba siwezi kutengeneza na wewe na siwezi kutengeneza na watu wengine. Ninafika mahali ninatubu uongo tu. Nataka uangalie watu 2 watatu, labda kama utapata muda tutakwenda zaidi, lakini ambao walikuwa na kiburi tu katika Biblia, jinsi ambavyo kiburi kilizuia baraka zao. Na mtu wa kwanza sasa, sio kwa kuanzia katika Mwanzo, lakini mtu wa kwanza ambaye alinijia kichwani kwangu ni mfalme Sauli. Sauli alikuwa na kiburi cha ajabu kabisa. Ndio amechaguliwa na watu, halafu amefika mahali amekuwa na kiburi. Alipoambiwa akapigane vita na Waamaleki, alipewa uongozi na Mungu kabisa, kwamba nenda uwa kila mtu, uwa ng'ombe zote, uwa punda zote, uwa kila kitu. Lakini alipokwenda kule akamwacha hata yule mfalme, akamshika mfalme akiwa hai, anataka kumrudisha katika taifa la Mungu. Aliambiwa auwe kila kitu, akaleta na ng'ombe walionona na kondoo walionona na mambo kama hayo. Alipoulizwa na Samueli, anasema unajua, nimeleta tu kwa sababu ya kutoa sadaka. Kweli, lakini nataka uone kiburi chake. Hata baada ya kuelezwa dhambi yake katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 15, ukipata nafasi soma wote. Samueli wa kwanza mlango wa 15, anaulizwa, halafu anasema hivi, nimekosa. Sikiliza hicho kiburi, nimekosa lakini uniheshimu sasa. Maana yake najua nimekosa, sawa, inasumbua nini, lakini nataka unitunzie heshima yangu. Anasema uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu, mbele ya Israeli, halafu na wewe urudi pamoja nami, ili watu watuone niko pamoja na nabii, tukamwabudu Mungu. Unajua lilichotokea? Ufalme wake uliangushwa kwa sababu ya kiburi, hataki kutubu. Lakini tumesoma habari ya Adamu na Hawa. Huu ni mfano wa pili ya kwamba nao hawakutubu dhambi yao. Badala ya kutubu, wananyoshiana kidole tu na nini na kulaumiana. Hapakuwa na toba ya kweli, na tunajua matokeo yao, walifukuzwa katika bustani ya Edeni. Mfano wa tatu ni Kaini, alipomuua ndugu yake Habili.
Nini kilichotokea? Mungu anakuja anamwambia, damu ya ndugu yako inanilia kutoka ardhini, na kisha Mungu anamlaani huyu kijana. Na yule kijana badala ya kutubu anamwambia Mungu, adhabu yangu imenikulia kubwa sana, hiyo adhabu is too big for me. Yaani badala ya kutubu, na hii tumesoma katika mlango wa 4 mstari wa 13. Anamwambia Mungu, hiyo dhambi, hiyo adhabu ni kubwa sana, punguza kidogo, punguza kidogo. Na Mungu akaipunguza kweli ile adhabu badala ya kutubu. Mfano wa 4 ambao tunaweza kusema ni ule mfano wa Farisayo, Luka 18. Farisayo, Luka 18 mstari wa 9 na kuendelea mpaka wa 14. Anafanya mambo mazuri Farisayo. Hakuwa anatenda maovu, hakuwa anatenda dhambi. Shida yake kubwa ilikuwa kiburi, mpaka anafika mahali anasema, Mungu ninakushukuru kwa sababu mimi sio kama huyu hapa. Yaani ameshajiona yeye ni mtakatifu, anatoa fungu la 10, sawa, anafunga vizuri, anaabudu katika sala zote, na anasema mimi sio kama huyu hapa. Lakini yule mtoza ushuru alinyenyekea, alishuka, aligonga kifua chake, akasema, Bwana unihurumie, unihurumie kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Kwa hiyo tunaweza kuwa na mifano mingi ya watu ambao wamekuwa na kiburi, halafu hicho kiburi kikawatesa. Labda niseme mfano wa mwisho hapa, yule mwana aliyebaki nyumbani. Tuliongea habari ya mwana mpotevu aliyeamua kurudi kwa baba yake, kutengeneza na Mungu na kutengeneza na baba yake. Lakini kulikuwa na yule mwana mkubwa aliyekuwa amebaki nyumbani. Huyu kijana amekuja kutengeneza na baba yake, kutengeneza na familia yake, kutengeneza na wafanyakazi na kutengeneza na Mungu. Lakini yule kijana alikuwa na kiburi, anaona kwamba amekuja kufanya nini hapa. Anamwambia baba yake, huyu mtoto wako, badala ya kusema huyu kaka yangu au huyu mdogo wangu, sasa huyu mtoto wako. Na inawezekana kusema huyu mtoto wako, alisema hili ni toto lako, limekuchukulia mali zote, limeharibu, linanuka, nilichafu, halafu mimi nimekaa na wewe hapa, hujanifanyia chochote. Unajua, hii inanifundisha mara nyingine ya kwamba kuna watu ambao wamekaa pamoja kanisani, wameokoka, wanampenda Yesu, sawa kabisa, lakini inawezekana bado mioyo yao iko kama huyu kijana mkubwa. Bado wanaona wengine na kuwadharau na kuwanyoshea vidole. Wengine tunaonyeshea vidole kwa sababu hawana vipawa fulani, hawana fedha, hawana hiki, tunaonyeshea vidole. Nataka nikwambie, inawezekana kuna watu ambao tuko ndani ya kanisa, tunaonekana kama watakatifu, lakini inawezekana sisi ni waovu kuliko hata wenye dhambi walioko nje ya kanisa. Kiburi. Na kusihi katika jina la Yesu, kama kiburi kinakutesa, hebu ondoka katika hilo jambo la kiburi kabisa kabisa. Bombe Mungu akusaidie ili uondoke katika hicho kitu kinachokuinua mabega, kwa sababu ya hali yako, kwa sababu ya fedha zako, kwa sababu ya karama zako za rohoni ulizopewa, kwa sababu ya huduma unazofanya katika kanisa, kwa jinsi unavyolea nyumba yako, kwa jinsi unavyoendesha gari zuri. Chochote kinachoinua mabega yako na kukupa kiburi, kataa, shuka chini katika jina la Yesu. Shuka chini katika jina la Yesu. Na hapa nataka leo tujiulize maswali. Takupa maswali 7. Maswali 7 ya kujiuliza. Na kama katika swali lolote hapa jibu lake ni ndio, maana yake una kiburi, umeinua mabega juu. Sikiliza hayo maswali, jipime katika hili. Jambo la kwanza, je, unachukia, unakasirika, unakataa kukubali kwamba umekosa? Yaani unajua umekosa, unajua umefanya vibaya, lakini je, unakataa kwamba umekosa? Umepita mahali, wale ambao mko nyumbani, umemkanyaga mke wako, halafu anakwambia umenikanyaga, baada ya kuomba msamaha anambia sasa miguu unanyoosha huku ya nini? Yaani yeye ndio anakuwa na kosa. Unashika kikombe cha chai, unapita, halafu kinaanguka, unamwagia mume wako, halafu anakwambia mbona umenimwagia kwenye nguo na mimi anaenda kazini? Anasema sasa ulisogea huku ya nini mpaka ukanigusa? Sio ungekaa pembeni. Yaani kila saa unakataa kukubali kwamba wewe ndiye uliokosa. Ukiona una shida namna hiyo, ujue wewe una kiburi. Jambo la pili, jiulize swali, je, ninapenda kujitetea kila wakati? To defend yourself. Kila wakati unajitetea, hapana, sio mimi. Yaani kila saa unajitetea tu. Hata kabla watu hawajamaliza sentensi umeshaanza kujitetea. Swali la tatu, je,
ili utengeneze na watu, unangoja wao waje kwanza? Unangoja wao waje kuomba msamaha kwanza? Ukiona kila wakati huwezi kutengeneza na mtu mpaka yeye aje kwanza, maana yake wewe una kiburi. Nataka nikuulize swali jingine. Je, unawakataa watu au unaogopa kutengeneza na watu kwa sababu ya aibu? Yaani aibu inakufanya mimi sitaki kutengeneza. Aibu. Ukiona kama aibu inakuzuia kwenda kutengeneza, nataka nikwambie kinachokufanya sio aibu tu, ni kiburi. Swali jingine la kuuliza ni kwamba je, unaona kwamba nikienda kutengeneza nitaharibu sifa yangu? Nitaharibu heshima yangu? Unaona kama nikienda kutengeneza na huyu mtu, labda ni mtu mdogo tu aliyedharaulika, je, nitaonekana kwamba mimi heshima yangu imeshuka? Ukiona hicho kitu kiko kwako, ujue ya kwamba wewe una kiburi. Swali la 6 la kujiuliza ni hili. Je, unakasirika unaposahihishwa? Mtu anakwambia, mzee umekosea hiki, ndugu umekosea hiki, mama umekosea hiki, ulivyoongea si vizuri, ulivyovaa sio vizuri, unavyofanya mambo kanisani sio vizuri. Unakasirika. Ukiona hasira inapanda, hicho ni kiburi. Na mwisho, je, unaposahihishwa unaweka kinyongo ndani yako na kusema yani mimi, ngoja tu. Ukiona kinyongo kinakuja ndani yako baada ya matengenezo, ujue kwamba kuna dalili ya kwamba wewe una kiburi. Nataka nimalize kwa kukwambia, ili uweze kuondokana na kiburi na ukubali kabisa kwamba Mungu mtakatifu, nisaidie niondoke kwenye kiburi, nianze kuwa na roho ya unyenyekevu. Mambo haya 4 ni muhimu kwako, na nitayasema kwa haraka. Kumbuka utakatifu wa Mungu. Lazima uishi katika utakatifu wa Mungu, umjue Mungu katika uzuri na utakatifu wake. Isaya mlango wa 6, wakati Isaya amekwenda kule kuabudu kwa hekaluni, alipoona utukufu wa Mungu, wale makerubi na maserafi wakishuka na kuomba na utukufu uko mahali pale, aligonga kifua akasema, ole wangu mimi. Shida ni mimi. Kiburi huwa kinavunjika tunapokutana na uwepo wa Mungu, tunapokutana na utukufu wa Mungu na nguvu za Mungu, kiburi chetu kinavunjika. Ukiona bado kiburi kinainuka, maana yake unajifanya wewe una utukufu kuliko Mungu, wewe una sifa kuliko Mungu. Nataka nikwambie, kubali kukaa katika uwepo wa Mungu na uone uchafu wako wewe. Ukiwa uweponi wa Mungu unaona utakatifu wake, kisha unajiona wewe ulivyo mchafu. Jambo la pili la kujishusha kutoka hicho kiburi chetu ni kuangalia msalaba wa Yesu. Ule msalaba wa Yesu, na sina muda wa kueleza, lakini kitabu cha Wafilipi mlango wa 2, Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5 mpaka wa 11 unaeleza jinsi Yesu Kristo alivyojinyenyekeza mwenyewe. Akaona kule kushikamana na Mungu sio kitu, kufanana na Mungu kule sio kitu. Akashuka viwango vingi, akawa mwanadamu, naam akawa mtumwa, naam akakubali kwenda mpaka pale msalabani, kupigwa na kudharauliwa na kutukanwa na kuuawa uchi. Kama Yesu alikubali kushuka kiasi hicho kwa unyenyekevu, wewe ndugu yangu ni nani? Wewe ndugu yangu ni nani hata ukatae kuondoa hicho kiburi na kushuka? Kwa nini usikubali? Jambo la 3 la haraka nalotaka kusema hapa ni kubali kusahihishwa, kubali kurekebishwa, kubali. Za Methali mlango wa 12, hii nitasoma Methali 12 mstari wa 1. Methali 12 anasema, kila apendaye mafundisho, na neno hili mafundisho ni pana zaidi, kwa Kiebrania ni Musa, maana yake ambaye anapenda maonyo, masahihisho, kukemewa, kuadibishwa, hupenda maarifa. Bali yeye achukiaye hayo, anayechukia hayo ni kama mnyama. Nataka nikwambie, kubali kusahihishwa. Ukiwaambia omba msamaha, omba msamaha. Nenda katengeneze. Tafadhali kubali kusahihishwa. Na jambo la 4 na la mwisho, kubali kujinyenyekeza. Katika uamsho ule niliosema wa Afrika Mashariki walikuwa na neno tofauti. Hawakuwa wanaongea habari ya kunyenyekea, walikuwa na neno linalosema vunjika.
Maana yake hata kama unajiona kwamba uko sawasawa, lakini unakwaza watu wengine, vunjika, vunjika, vunjika. Na mimi nilikuwa katika huo uamsho, nilikuwa nafuga mustache nyingi ndefu, na watu wakaniambia, ndugu, umeokoka, naona hizo mustache zako zinaonyesha kwamba wewe ni mkali, ni chui. Kwa nini unafuga hiyo, unakuwa kama chui? Anasema unajua napendeza na nini. Wakasema, ndugu, kanyoe. Hapana na nini. Vunjika. Wakishafika hapo, vunjika, mwenyewe unakimbia kwenda kunyoa. Nachotaka kusema, na jishushe, kubali kujirekebisha, kutengeneza na Mungu na kutengeneza na wanadamu. Kubali, na ukifanya hivyo utaona umepata amani, utaona umefunguka katika vile vifungo vya kujisikia huzuni na mateso. Ile guiltiness inaondoka ndani yako. Utaanza kujisikia furaha ya kukua kiroho. Utaanza kusikia furaha ya kushiriki pamoja na Wakristo wengine kwenye fellowship, kwenye maombi. Kuna uhuru katika mambo hayo yote. Nataka nikutie moyo siku hii ya leo. Vunja kiburi, ondoa kiburi. Kumbuka ya kwamba Mungu anachukia wenye kiburi, wanaojikweza, lakini yuko tayari kuwasaidia, kuwainua wale ambao wanasema, niko tayari kushuka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ninachotaka kusema leo, hebu angalia tu. Kiburi kinapotaka kukuondoa mbele za Mungu, kinapotaka kukwambia usitengeneze, kataa hilo katika jina la Yesu. Leo uwe wa kwanza kutengeneza na Mungu. Yesu alimwambia yule mtu, acha sadaka yako hapo, nenda kwanza. Na hapa, kama ulikuwa hujatengeneza na Mungu, tengeneza leo. Kama ulikuwa hujatengeneza na mtu, tengeneza leo. Leo iwe siku ya matengenezo. Narudia tena maneno niliyosema kule mwanzoni, ya kwamba kiburi hujenga ukuta, hujenga ngome, ili watu wasikufikie, ili watu wasikuchokoze, ili watu wasikurekebishe, ili watu wasikuonye. Kiburi ndivyo kinavyojenga, lakini unyenyekevu hubomoa zile kuta na hujenga madaraja ya kwenda kule ambako unatakiwa kutengeneza. Hujenga madaraja ya kutengeneza na Mungu na kutengeneza na watu wengine. Hebu kipindi cha leo kikusaidie wewe na watu wengine. Kama kuna aina yoyote ya kiburi kinachokuchelewesha kutengeneza mambo na watu na Mungu, leo ukivunja, ukiondoe katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kipindi hiki ambacho umetupa siku ya leo. Ninakusihi Bwana kwa ajili ya wapenzi wasikilizaji wa kipindi hiki, ya kwamba kiburi kilicho kizuizi kikubwa cha kutengeneza na Mungu na kutengeneza na wanadamu, uking'oe ndani ya watu hawa, uking'oe ndani ya mioyo yao, uking'oe ndani ya nia zao, uking'oe ndani ya akili zao, wakubali kushuka. Bwana Roho Mtakatifu, wajaze watu hawa na wape roho ya unyenyekevu, roho ya kushuka, roho ya kutengeneza na kuleta uponyaji pale palipoharibika. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Sasa naomba kwa ajili ya wale wanaokwenda kazini asubuhi katika jiji hili, katika state hii ya Minnesota, ya kwamba Bwana utawabariki, utawalinda, utawatunza, na wale wote wanaosikiliza kipindi hiki mahali popote duniani walipo, baraka zako za mwilini na rohoni zisiache kuandamana pamoja nao. Uwepo wako uende pamoja nao, uwainue Bwana, uwafanikishe Bwana, upendeleo wako uwe pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, na watu wote tuseme amen. Amen.